Wapenzi wa Bwana, ninawasalimu katika jina la Yesu. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana ni mwema wakati wote. Ninamshukuru Mungu sana kwa nafasi ya pekee leo ambayo ametupatia ili tuje tena katika miguu yake kwa ibada. Ikiwa unahitaji kuendelea kufuatilia huduma za Pastor Sadok, unaweza kuingia katika mitandao ya kijamii YouTube, Facebook, Instagram pamoja na TikTok, ukaandika neno Nuru Maishani Ministries. Nimesemaje? Unabonyeza pale, alafu una subscribe, mambo yanakaa vizuri. Haleluya Bwana. Biashara ni matangazo hata kama ni ya Yesu. Fungua Biblia yako, kitabu cha Danieli. Kitabu cha Daniel sura ya 6, na ukifika mahali hapo unasema amina, halafu unasimama. Daniel sura ya 6, ukifika mahali hapo unasema amen, halafu then unasimama. Daniel sura ya 6 tutasoma mafungu kadhaa hapa, fungu la kwanza mpaka la 6 kwa pamoja. Ilimpendeza Dario kuweka juu ya ufalme maliwali 150. Kumbe tuko pamoja. 120 wawe juu ya ufalme namna gani? Na juu yao akaweka wakubwa 5, wakubwa 3. Haleluya. Na Danieli alikuwa mmoja wao, ili maliwali hawa watoe hesabu kwao, mfalme asipate faida. Asipate nini? Naam, asipate hasara. Basi Danieli huyo alipata sifa, haleluya, kuliko wakubwa na maliwali, kwa kuwa roho bora ilikuwa ndani yake. Hapo hamna amina? Nyie mnasoma kweli jamani? Narudia fungu la 3. Basi Danieli huyo alipata sifa kuliko wakubwa na maliwali, kwa kuwa roho bora ilikuwa ndani yake. Naye mfalme akaazimu kumweka juu ya ufalme wote. Basi maliwali na maamili wakatafuta sana kupata sababu za kumshtaki Danieli kwa habari za mambo ya ufalme. Sikia hii. Lakini hawakuweza kuona sababu wala kosa, kwa maana alikuwa mwaminifu, wala halikuonekana kosa wala hatia ndani yake. Fungu la 5. Ndipo wale watu wakasema, hatutapata sababu ya kumshtaki Danieli huyo tusipoipata katika mambo ya sheria ya Mungu wake. Basi wale mawaziri na maamiri wakakusanyika pamoja mbele ya mfalme, wakamwambia hivi, Mfalme Dario, uishi namna gani milele? Nena roho ni Yesu, nena kwa upole. Imba. Sema kwangu kwa huachwi yo wangu, nisikie mara. Jaza roho na sifa zako Bwana, kila siku vile kwa upole nong'oneza upole wa pendo daima
uhuruni wako, nisikie maneno, uachwi upweke. Nisikie maneno, nisikie maneno, uachwi upweke. Nisikie maneno, nisikie maneno, uachwi upweke. Somo la leo linasema uaminifu unalipa. Tuombe. Baba yetu uliye mbinguni, ile saa ya watoto wako kusikia neno kutoka mbinguni imefika. Sasa Baba, leo nitumie tu kama kikombe, alafu ndani yake weka maji ya uzima, ili kila aliyeko hapa na anayesikiliza na kufuatilia kutoka mbali anywe maji ya uzima bure, kwa jina la Yesu, amen. Tunaishi katika ulimwengu ambao kila unayekutana naye anatamani kukutana na kuongea na mtu mwaminifu. Vijana wanapokuwa katika mahusiano, kama ni binti anatamani kukutana na kijana ambaye si handsome tu, lakini awe kijana mwaminifu. Na kama ni kijana wa kiume anatafuta binti wa kuungana naye katika agano la ndoa, haangalii tu sura, anatamani katika moyo wake, hata kama hajasema, anataka kukutana na binti mwaminifu. Mashirika, taasisi zinapotafuta wafanyakazi, haziangalii tu professionals, kwamba una GPA ngapi, lakini wanatamani kukutana na mtu mfanyakazi ambaye atakuwa mtu namna gani? Mwaminifu. Taifa linapokuwa katika uchaguzi wa kutafuta viongozi, hata kama halisemi, lakini mioyoni wanatamani kukutana na kiongozi ambaye atakuwa namna gani? Mwaminifu. Kanisa linapokuwa likiangalia viongozi wa kuliongoza kanisa, mioyoni mwa washiriki hutamani kumuona kiongozi atakayechaguliwa awe ni kiongozi namna gani. Lakini watu hawa waitwao waaminifu wamekuwa wachache sana, na saa nyingine sio rahisi kumtambua kama ndiye yeye. Mwaka 538, wengine wanasema 39, vinchi vidogo viwili, nifuatilie vizuri, kimoja kiliitwa Umedi na kingine kiliitwa Uajemi, vikaungana vikaunda Jamhuri ya Muungano wa Umedi na Uajemi. Vikatengeneza jeshi kubwa lenye nguvu. Jeshi lile likawa na uwezo wa kuhusuru utawala na mji mkubwa wa zamani uitwao Babeli. Chini ya utawala wa mfalme Belishaza, wakateka mji ule, na mahali pale palipokuwa Babeli, Umedi na Uajemi vikatawala. Wanazuoni bado wanagombana kuwa na usawa, kwamba je, ni Silas au ni Dario? Na wengine wanasema huenda Dario alikuwa tu ni kama governor fulani, lakini wengine wanasema hapana, huenda Silas alitawala kwa muda fulani na Dario akatawala kwa muda fulani, maana walikuwa wakitoka kwenye mataifa haya mawili. Haleluya. Dario alipokuwa Mmedi akateka pale, alipokuwa amehusuru ule mji wa Babeli na kutanua mpaka Umedi na Uajemi, akaamua kuifanyia structuring, akastructure eneo la utawala. Haleluya. Hebu mwangalie jirani yako, mbona kama material yanatoka lakini you are not with me?
Haleluya. Sasa akaanza kuistructure, kuitengeneza katika majimbo 120. Haleluya. Yaani ningekuwa hapa Bongo ningesema akachana mikoa 120 katika utawala wa Umedi na Uajemi kama jamhuri moja. Biblia inaniambia Dario akachagua wakuu wa mikoa, yani watawala, the satraps into the provinces. Akaweka wakuu wa mikoa maamili 120 wakaisha. Baada ya hapo Biblia inaniambia akachagua sasa wakubwa. The Bible says wakubwa ya Kiswahili. Ya Kimombo inasema administrators. Na nyingine inasema presidents. Hallelujah. Anasema kati ya wale presidents, administrators, wakubwa watatu na Danieli alikuwa miongoni mwao. Sasa usije ukaomba kufanya kazi na mtu mwaminifu wakati wewe sio mtu gani? Utaimba kwaya sauti zote. Danieli naye akawa miongoni mwao. Yaani ukisoma vizuri tu kwa akili tu ya ugali na maharage, unaona kama kuna kakipindi kalipitishwa pale, kama kakuwajaribu kama wanafaa au hawafai. Ndio maana fungu la 3 linasema basi Danieli huyo akapata sifa. Haleluya. Sichezi, nataka uelewe. Haleluya Bwana. Akapata sifa kuliko wakubwa. Wale wangapi? Na maliwali 100 akawa credited. Na anasema sio kwa sababu alikuwa amesoma sana, sio kwa sababu alikuwa na PhD, sio kwa sababu alikuwa na doctorate, sio kwa sababu alikuwa anajua Kiingereza. No, the Bible says kwa sababu roho bora ilikuwa ndani yake. Amina, hiyo ni ndogo, tuheshimiane jamani. Sawa sawa? Tena upande huu. Haleluya Bwana. Aya. Yani Danieli akaonekana kuwa ni zaidi ya wote. Sababu gani? Roho bora ilikuwa ndani yake. Rafiki yangu, ukitaka kupandishwa cheo, ukitaka kuonekana, usiende kwa mganga wala usijitabishe na mambo mengi. Omba roho bora iingie ndani yako. Roho Mtakatifu akiingia ndani, huwa ana kazi ya kuwatambulisha watoto wake mahali mahali. Roho wa Mungu akiwa ndani yako, you will close all the borders, kwa sababu roho hafungwi na geography. Haleluya. Yani mimi mwenyewe hapa nejihubiri nasikia kama napaa, halafu kuna mjoli hapa ametulia tu. Hebu mwangalie jirani yako, mwambie unaelewa haya mambo. Yani siku za mwisho ndio sasa watu wameshafanya kazi siku 6. Wamejichokea. Siku 6 zimepita, Sabato tena karudi. Changamka. Haleluya. Omba roho bora ingie ndani. Usiogope kufungua duka katikati ya maduka. Omba roho bora ingie ndani. Roho bora ikiingia ndani, wateja watakuwa hawayaoni maduka mengine, wanasubiriana. They want to enter into your shop. Why? Roho bora ikae ndani yako. Mtu yeyote akikuinjia, jambo la kwanza kukagua, una roho bora. Mchumba akija, jambo la kwanza, ana roho bora. Haleluya. Roho bora ikiingia ndani, wakati mmekaa pale, wanataka kuhamisha watu, wanataka kupandisha vyeo, roho bora ikiwa ndani yako itakutambulisha. Danieli akatambulishwa kuwa ana roho bora na mfalme. Yani hapa ndo kwenye kosa. Akaazimu kumfanya kuwa boss wa wote. Yani hivi, ukienda Umedi na Uajemi, structure ni Dario mfalme, waziri mkuu mwamba huyu hapa Daniel. Baba, ilikuwa ni balaa. Nisikilize nikwambie.
Danieli kwa sababu Biblia inasema alikuwa mwaminifu. Ukisoma pale fungu la 4 anasema wakatafuta kwa sababu aliwasumbua. Yani alikaa pale, maana sikiza, Danieli ana muda mrefu ikulu. Toka enzi za Nebukadneza yupo. Anazijua mianya zote za wizi ambazo watu walikuwa wanazifanya. Akabana koni kila mahali. Hakuna aliyekuwa na uwezo wa kutoroka hata na shilingi 100. Watoto wote waliokuwa wanasoma St. So and so kwa pesa za wizi wakarudi St. Kayumba na wakaanza kuzisifia kwamba hizi ni shule za kizalendo. Wale ambao walikuwa wanatembea na magari kila mahali wakaanza kutembea kwa mguu, wakiulizwa wanasema ni saa ya mazoezi. Wale waliokuwa nakula ugali mboga 7, Danieli ameloki. Matembele yakaanza kuuzwa, wakaanza kula matembele na wakiulizwa wanasema haya yanaongeza damu. Hali ikawa ni mbaya Umedi na Wajemi, hali ikawa ni mbaya. Watoto wakaanza kusema, dadi wapi mkate wa bru? Baba toka nenda kwa mama yako. Watoto mlioko hapo ukiona baba anakuwa mkali hana kitu. Hana kitu. Utasikia toka go to mom. Unaenda kwa mama anasema toka nenda kajisomee, uelewe hali ni mbaya. Wakina mama nao wakaanza kuwasumbua waume zao, baby hela sasa, jamani suti ya makambi, jamani sare ya makambi tunafanyaje? Baba anasema kwani ile ulivaga 2024 imeshakuwa mbaya sana, maana si tulikuwa kijichi, kwani huku Mwenge wanaijua. Hali ikawa ni mbaya. Kwa nini? Danieli amebana. Watu wanaishi kwa urefu wa kamba, unaishi kulingana na mshahara wako. Heshima ikawa hatari. Lakini ngoja nikwambie, roho bora ikiingia ndani yako unapendwa na Mungu. Lakini wanadamu kwa sababu hawapendi haki, wengi wanakuchukia. Danieli akachukiwa na watoto maana hawaoni mkate, akachukiwa na wanawake maana hawaoni mambo yakitokea. Wanajiuliza, Danieli huyu ni mdudu wa aina gani? Danieli hata akifanya ziara akaenda kwenye jimbo mojawapo, watu wanasema hili hapa limefika. Wachoraji wanamchora Danieli kisogo kikubwa, sura mbaya, wanasema jitu hili. Ngoja nikwambie, ukiwa na roho bora ndani yako, watu wengi watakudharau, wengine watakusema vibaya, wengine wataongea maneno yasiyofaa. As long as you are right with God, songa mbele. Mnaweza mkajikoki mkaimba wimbo vizuri kabisa, haleluya. Unashangaa mmoja anasema nani ameimba kama kuku pale jamani? Hata kama ukisikia unaimba wanasema unaimba kama kuku, hiyo ni chance ambayo Mungu amekupatia. Mkiitwa tena gonga, imba kama jogoo. Haleluya. Songa mbele. Unajua kwenye dunia hii kuna saa unaweza hata ukachaguliwa kuwa mzee wa kanisa, halafu mshiriki mmoja akafunga safari kutoka Kigamboni, akaja akakuuliza mzee, eti wewe ndio mzee wa kanisa? Sema sema hilo baraza liliongozwa kweli na roho. Halafu akaondoka. Halafu unaanza wewe mwenyewe unasema ila kweli mimi ni mzee wa kanisa, mpaka unaenda kwenye kioo kujiangalia. Brother, wewe ni mzee, songa mbele. Wanadamu hawawezi kucompliment positive kwako, songa mbele. Umepata mchumba, yuko wapi? Hebu tumuone jamani, hebu tumuone. Eti ndio huyu. Sasa huyu mwenye ndevu zilizotawanyika kama stiliwaya, mtawezana huyu? Sikiliza, kama umemwelewa, songa mbele. Haleluya. Danieli, watu wanaongea, yeye anaendelea kubana. Watu wanaongea, yeye anabana. Dario akampenda sana Danieli kwa sababu wale wengine zamani walikuwa wanachukua mapato 50% serikali, 50% nyumbani. Wamenenepa ajabu mpaka vidole. Watu wakakonda enzi za Danieli. Nguo zote wakatupa, ni kwenda tu kwa fundi kupunguza. Hali imekuwa ni mbaya. Mwisho akina mama wakawaambia, nikwambie tu kwamba kikao kikakalika, na usiombe kuwepo na kikao kinachohusiana na wanawake na wanaume. Hicho kikao sio kizuri. Ninapiga picha kwamba mama mmoja akasimama akawaambia, hivi nyie wanaume mlioko hapa
na vipara vyote hivi na vitambi vyote, mnawezaje kushindwa na mwanaume mmoja tu aitwaye Danieli? Kama ni hivyo basi mtuache tuolewe wote na Danieli. Jamani, haleluya! Ndipo ninaona kwa sura ya Tanzania, ninamuona mzee Mwita anasema mra, hemu akina mama tokeni bana, tokeni tujadili haya mama. Wakafukuzwa akina mama. Sasa wakabaki wanaume wanaulizana, halo, tunafanyaje bana? Inakuwaje? Hii ni dharau kubwa sana bana, tunamfanyaje huyu Danieli? Ndio wakafanya utaratibu. Aya inasema walipokuwa wakimtafutia kosa lolote katika utumishi wake, ikafika mara wakakiri wakasema, Danieli huyu, haleluya, hatuwezi kumpata katika mambo ya kazi. Yani nikifika hapo huwa najiuliza hivi, yani Sadok sasa hivi, yani sikiliza, Danieli anatafutwa na nchi nzima, majimbo 120. Halafu wale wazee wanasema huyu hatumuwezi. Wakiangalia simu zake, message, Bwana asifiwe, barikiwe mtu wa Mungu, mtumishi. Yani message zake hizo, wale watu wanaodukua wanaona tu neema ya Bwana iwe pamoja nawe. Hakuna message yote ambayo labda wangeishika wakasema tuna ushahidi. No way. Why? Roho bora ilikuwa ndani yake. Ndugu yangu, roho bora ikiingia ndani yako, hata maadui zako wakikutafuta hawatakupata kwa jina la Yesu. Wanamtafuta kwenye rushwa. Ninaanza kuona, niruhusu nipige picha. Naona kama wanambadilishia masekretari. Samahani, masekretari mlioko hapa sio nyie, ni wale wa Umedi na Uajemi. Masekretari ambao sketi zao haziendi chini, ziko tu juu. Utasikia tu, karibu boss. Ya anakufungulia mlango, chacha. Nikuletea maji ya moto au ya baridi? Jamaa wala haoni, yeye tu ni tupe moto wa uhai. Alafu anasema leta ya baridi uliowa. Haleluya! Masekretari wanarudi wanasema, jamaa hili jamaa haliwezekani. Wanasema wewe umeshindwa kazi, ngoja tulete mnene. Ndio kabisa, wapenzi wa Bwana ije raha. Yani wala wakaja wengine ambao wanabeba mlungula kwenye bahasha. Wanasema, mzee, hatujapata kuona kiongozi mwenye akili kama wewe, tumekuletea zawadi kidogo, milioni 200 hapa ukatumia na familia yako. Danieli anasema, hapana, kuna madawati kwenye shule hayajaenea, peleka hizi pesa kwa watoto yatima. Watu mambo gani huyu? Mwisho wanasema huyu jamaa hawezekani. Hivi mimi hapa mkianza kunitafuta, wala sio nchi nzima, kanisa tu la Mwenge, yani hata sio siku nyingi, yani ya leo tu mkaenda kwenye simu, ninakotokea hivi sipatikani kweli? Wewe vipi wewe? Tukasema tukusearch sasa hivi. Kwanza sasa hivi ikitokea tu nikasema leteni simu zenu zote hapa niweke upako. Alafu nikasema toweni password. Alafu niangalie message 5 kila kwenye simu. Utashangaa tu vile tu hapa hatuna milango, tunapotea wote, wataisha hapa. Lakini Danieli wanasema hauwezekani. Mmoja akasema tunaweza kumpata kwa njia ya kumgombanisha na Mungu wake. Wakatafuta wale watu wanaojua kuandika proposal. Yani unajua hata vijijini kuna wale watu ambao wanajua kuandika barua. Akikuandikia barua ya kazi, wallahi unapata kazi. Alafu yeye hana. Unawajuaga wale? Yani yeye anakuandikia barua, anaipanga. Nadhani sijui wao wana maombi. Yani ukienda nayo wewe, wallahi umepita. Ila yeye alishaandika na hajaitwa. Huyu mwandishi akaja akadrafti barua kwenda kwa mfalme. Barua inasema hivi: Mfalme Dario, uishi milele. Hii ni salamu ambayo Nebukadneza aliitoa kwa utawala wake mara baada ya kuota ile ndoto isiyojulikana. Alipopewa tafsiri akaambiwa yeye ni kichwa cha fedha, kwa hiyo atakufa. Akakataa.
akasema nataka sanamu lote liwe la dhahabu ili nisife. Ndio maana sura ya 3 anawaita watu kwenye uwanda wa Dura na sanamu lote lina dhahabu. Alikuwa anapinga tafsiri ya Danieli kwamba yeye ataishia kwenye kichwa, na hivyo akawafundisha watu kwamba mnaponisalimu mseme mfalme uishi milele. Na wote walioingia baada yake wakaichukua hiyo salamu, mfalme uishi milele. Na mimi nawaita nyie wafalme muishi milele. Dario akaandikiwa mfalme Dario uishi milele. Toka tulipoanza kutawaliwa na watu na viongozi, hatujapata kuona kiongozi mwema mwenye akili na weledi kama wewe. Kituo akatafuta vesi nyingine. Tumefikiria tukupatie tuzo au zawadi ya aina gani? Tumechanganyikiwa. Maana tulijiuliza, je, tukupe dhahabu? Tukagundua dhahabu yote ya Umedi na Uajemi ni yako mfalme. Tukasema, je, tumuongezee mfalme mke? Tukasema, lakini wanawake wote wa nchi hii ni wako mfalme. Ndipo tukasema, kwa sababu tuna miungu mingi sana hapa, tuipe likizo miungu yote kwa muda wa siku 30, asiabudiwe mungu yeyote hapa isipokuwa wewe mfalme Dario. Kwa heshima tumekuja kwa unyenyekevu, sisi wateule wako, utusikie. Kituo wako waaminifu, waziri mkuu ndiye alitakiwa asaini. Nisikilize, wizi wa sahihi haujaanza leo. Mtu mmoja nadhani alitafutwa akae mwezi mzima kuitengeneza sahihi ya Danieli. Akaambiwa jaribu hapa, jaribu tena, akamwagika, collect. Wakaenda nayo, wamevaa suti nyeusi, wana tai nyekundu, wamenyenyekea kama wanatoka heaven. Wakamsikusifia, anamaanisha, we dada, we ni mzuri, yani una pua nzuri. Hebu ujadili kwanza, yani we ni mzuri pua tu? Yani uulize, yani umeona pua tu? Mbona mimi ni mzuri kote kote? Maana Biblia inasema nimeumbwa kwa namna ya ajabu na ya kutisha. Haleluya! Ukiona mahali popote watu wanaanza kukusifia sana, take caution. Mzee wa kanisa toka umeanza kutuongoza wewe, yani ni jembe. Be careful, itakuwa sio jembe tu, itakuwa sululu. Uwe makini, inawezekana kuna ajenda nyuma yake. Pastor, wewe ukihubiri, yani huwa ninachemka. Kwa kweli Bwana yuko na wewe. Taratibu, inawezekana kuna kitu kanaendelea pale. Kila sifa unayopewa usiipokee, mpe Mungu utukufu. Dario akajichukulia utukufu. Ninaona kama Dario anashtuka, anasema waziri mkuu yuko wapi? Mtu mmoja, unajua kwenye group la viongozi kuna kuga na wale wazee wa hekima. Mtu mmoja wa hekima ana sauti tamu, akaambia mfalme Dario uishi milele, kwa sababu mteule wako waziri mkuu huwa ni mchapakazi na mtu wa majukumu. Kwa ile kazi uliyompatia, yuko kwenye jimbo lingine anashughulika, lakini tuko pamoja naye, alitutuma kwa umoja, akasema tuko pamoja. Jamaa akasema hapo sawa. Akamwambia sasa miminika, weka muhuri hapo. Akagonga muhuri, akasema tangaza hili liwe tangazo la mfalme. Na kama unavyojua sheria ya Umedi na Uajemi, tangazo la mfalme likitoka halibadiliki. Watu wa vuvuzela wakatoka, bu. Siku 30 hakuna watu kwenda kusali, ni kuomba kwa Mungu mpya aitwaye Dario mfalme. Hakuna yeyote kwenda kwenye kwaya, hakuna yeyote kwenda siku ya Sabato, hakuna walokole, hakuna Waislamu, wote kwa Mungu Dario. Watu wote tawile, maana mfalme amesema.